Mtoto mmoja mvivu sana, yuwala tu akila, hataki kufanya kazi. Babake amemaliza mbinu, alhamdulillah, babake mfanyi biashara mzuri, atambulika kwenye nchi yake kwa biashara, lakini mtoto huyu mvivu sana. Mpaka siku moja baba akawaambia wafanyikazi, andaeni ngamia, mupakie mzigo mali, kama watu wanavyokuja kuchukua mali wakenda kiuza, wekeni mali zile mzuri, huyu kesho na mtuma aende vijijini naye akauze. Katayarishwa mzigo usiku. Baba akamwambia, una habari? Sina baba. Kesho unarauka unaenda kuuza inshallah. Sisi twauza hapa mjini, wewe utakwenda vijijini ukauze, ukimaliza mzigo aleta, atakupa mwingine, ujitegemee. Sasa hana namna, hana jinsi, kabidi sawa baba. Asubuhi akatoka na mzigo wake, kazunguka, hakuzoea, jua likimpiga lile mara limechoka, katafuta mti mzuri msituni kule, akenda akaegemea, akalala, funga ngamia wake na mzigo. Kulala asikia sauti za muhemo fulani, kuna mnyama ahema. Akichungulia hivi karibu, kuna mbweha ambaye ameugua mpaka hawezi kutembea, amekonda, mzee, amezeeka. Akafikiria, huyu mbweha maskini, huyu hawezi hata kwenda kuinda tena hapa, kwa hivyo yuwala nini? Lakini katika kufikiri, mara akamwona simba. Jamaa akapanda juu ya mti haraka. Simba amekuja na nofu la nyama mpaka karibu ya mbweha, akambwagia huyo, akaondoka. Akasema, babangu nishakomboa maswali yake, baba hana tena tabu hizi anazonipatia. Fungua ngamia, akarudi kwa babake na mzigo. Mara onekana, vipi bosi, mbona umerudi na mali vile vile? Ambaye baba, habari kubwa. Nini? Akamhadithia kile kisa. Wamaanisha nini? Akasema, hakuna haja ya tabu nyingi baba, riziki inakujia ulipo. Mbweha akaletewa na simba. Mwangalie simba vile alivyo, simba yuwamtumikia mbweha kwa sababu ni riziki kaileta. Sasa hata kunisumbua bwana, riziki itakuja tu. Baba akamwambia, mpumbavu, rudi unapotoka. Mimi nimekupa mzigo kauze ili uwe simba uje ulishe wengine, sio mbweha goroa lile langojea kulishwa. Toka.